Sasa pata sikia. Ile issue yako ile mimi naendelea kupambania. Alafu sasa chini nimesikia secretary wa boss anachukua kizo cha mzazi. Uko serious chef? Alafu kikubwa sasa anatafuta mtu wa kumshikia. Sasa mimi nitakuombea kwa bosi. Vitu vyako si vipo sawa? Yaani vitu viko poa kabisa. Basi sawa, mimi nitakupambania sojea kidume chako tena. Ila sasa pesa ile sio ngo nizungusha sana. Chepe. Hilo swala lako sio kwamba nimelisahau, lipo akilini. Ila si unajua sasa hivi sina kazi, kwa hiyo akili yangu haipo sawa kabisa. Ila nikwambie kitu. Nikipata kazi, mimi najua akili yangu itatulia, kwa hiyo jambo lako litaenda sawa kabisa. Yaani utafurahi. Kweli pata au ndo maneno yenu haya? Ni kweli, wewe niamini. Basi sawa, mimi nitakupambania kwa nguvu zangu zote. Sawa, hiyo nafasi utaipata. Sawa mama. Nitashukuru. Unajua mimi furaha yangu nikiishi naye maisha yangu yote. Nitashukuru sana. Sasa vingo nyingine nicheki mshikaji hapo. Haya poa. Bata. Unajua kuomba bwana. Kama umeshuhudia hapa mambo wazazi wako imefika nje. Umelala wapi? Wewe swala lako ndio muhimu sana kuliko salamu yangu. Umelala wapi? Yaani wewe unataka kujua tu mimi nimelala wapi. Alafu ndio utaniitikia salamu yangu, si ndio? Nisikilize. Tusalimiane. Baada ya hapo tunaingia ndani tunazungumza. Niko serious na kuuliza umelala wapi? Sawa mke wangu. Sisi ni wanaume. Tunapotoka hatujui muda gani tunarudi. Lakini pia changamoto za barabarani ni nyingi. Unataka kujua nimelala wapi, nimetoka wapi? Tuna nyumba, tuingie ndani tukaongee. Changamoto ni nyingi. Nimekupigia simu saa 6 kasoro, hujapokea simu. Nimelala huku na pressure. Najua labda mume wangu amepata matatizo. Umerudi hapa ni mzima, watu wanatembea na miguu yako miwili, unaniambia una changamoto. Changamoto gani? Okay. Kuhusu simu, toka saa 1 jioni jana ilizima. Simeelewa. Na sikuweza kuichaji tena kwa sababu nilikuwa na Mungu, yani natembea niko barabarani. Lakini pia mimi nina nyumba. Huko unakofanya ni kunizalilisha. Kwa nini tusiingie ndani tukazungumza hayo? Hebu acha uongo wako. Simu imezima saa 1 wakati nimepiga simu mimi saa 6 kasoro. Simu inaita, unaniambia ilizima? Sawa basi, hapa ni kwako. Na mimi ni mke wako. Nina haki ya kuonea wivu. Ninakuuliza hapa umelala wapi? Sawa. Najua hilo ni na wivu. Fikra zako sipoti hapo zimeenda mbali. Unajua kuna mambo mengi yamefanyika. Nikuhakikishie kuwa na amani na kupenda kuliko chochote. Na sina lolote ambalo limefanyika baya ambalo unaliwaza wewe. Naomba twende ndani tukaongee. Tafadhali twende tukaongee. Madiba, usinichezee akili yangu. Tena usiniseti. Naomba uniambie umelala wapi? Naomba unijibu hapa. Umelala wapi? Umelala wapi? Naomba unijibu umelala wapi? Mke wangu. Hebu niache. Nijibu umelala wapi? Mke wangu. Naomba unijibu. Yaani sitoki hapa. Nijibu umelala wapi? Una nyumba tutongea ndani. Mimi si mkeo. Sitaki kufezeka hapa. Hapa nje sitaki. Mimi ni mke wako na hapa ni kwako, nijibu umelala wapi? Haya, unachukua unakitaka hicho. Hodi. Haya tayari. Mbea tunashasogea. Linda, sawa mbea shemeji. Nini sasa? Kwa nini mnazalilishana huku nje? Haya ndio anayataka yeye, anataka kunifezesha. Haya tayari wa kwanza kaja. Piga tena kelele waje wengine 10, 9, 20 unifezeshe mwenyewe ndo narudi sasa hivi. Hebu naomba nipishe nini? Naomba nipishe. Linda njoo. Sikiliza. Jaziba yote ya nini? Si mwingie mkaongelee ndani. Maria, Kaongeleni ndani ili nyumba nimechoka. Maria, nimechoka haya maisha. Unataka kuniambia sasa hivi ni saa ngapi? Saa 4 kamili asubuhi. Sasa hivi saa 4 anarudi. Mimi najua labda amepata matatizo. Kamuulize ndani. Nimuulize nini? Ana matatizo yote aliyoyapata. Basi nguo zingechafuka. Ningejua kapata ajali. Hajachubuka kokote. Kalala huko kwa wanawake zake basi
Yakusikiliza. Haya, yanaongea bana. Hapana Maria, mimi nimechoka. Nimechoka, siwezi. Tunajizalilisha nini? Tunajizalilisha. Nisikataka dharau mwenyewe. Ina maana alikotoka huko watu hawajamuona. Kelele zangu na zimefanya watu wamuone. Anayejua alitoka saa ngapi? Hakuna anayejua. Hakuna anayejua kwa sababu wewe unamtetea ni shemeji yako. Nimechoka mimi, nimechoka hapa. Shoga yangu. Inabidi tuongee. Haya, wewe na mmeo juzi kilichowakuta nini? Mpaka mnagombana nje. Mlishindwa kuingia ndani? Au mwanzo tu ndo kicheni pato uje kupewa? Kelele zote zile. Maria. Mume wangu mimi anadharau. Nimefanywa kitchen party, nimeelekezwa kila kitu, lakini kwa hili siwezi. Usilolijua ni sawa usikuagiza. Chunguza ndoa za watu dada, utayapata mengi. Ndoa yako ndo kwanza mpya. Si ndo kwanza si mna miaka 2 si 3. Kwa kweli mimi moyo wangu ni mdogo, siwezi kulivumilia hilo. Atakukuta mama. Naondoka zangu. Mambo gani? Poa.
pale nimekuja. Naili hapa. Acha ukoa wewe bwana. Najua una njaa. Chukua hela kule bwana. Unaenuka hapo. Nikienda kulala mimi sitakusubufu kuamshwa. Nitakwambia mimi naondoka. Chukua mimi naenda kulala. Nikilala basi. Candy. Hivi uone aibu? Hivi ndio unatoka? Basi vua nguo tu utembee uchi. Hivi kweli? Tuachane na hayo maana ndio mavazi yako ambayo umeshayazoea. Huoni hata aibu. Huna hata roho ya huruma. Unajua kaka yako ni mgonjwa yupo ndani. Una siku ngapi hujaonana naye? Lakini cha ajabu hata kuuliza uulizi. Candy, wewe ni mtoto hapo ulipo? Ushaanza mahubiri yako naona kabisa. Yaani umekuwa na tabia za ajabu. Hivi kweli jamani unatutia mbona aibu wewe binti? Hivi kweli ndio unatoka hivi? Hebu niache basi hayo mahubiri yako maana huko ndani. Asubuhi mahubiri, mchana mahubiri, usiku mahubiri. Tudhalilisha Candy. Niseme tu najua hapo ulipo. Jana. Yaani bado unionyeshe tu yani direct kwamba naomba hela kula tule kaka ndo nini? Wewe najua na njaa. Hicho ndo naona ninakia mahubiri yako kaka kwa haya hela hii hapo kula. Utakula wewe na kaka. Kweli. Shoga yangu. Kuna nini unanisumbua tu? Jambo gani? Si yule mtoto wa kakaangu. Yule kakaako marehemu. Huyo shoga. Kile kitoto kile cha mwisho. Nani kanaitwa Candy? Huyo. Kale katoto taarifa zake hapa mtaani hakuna asojua. Wacha. Mimi mwenyewe nishazipata. Yaani yule mtoto anasifika kwa sifa mbaya vibaya mno. Ila wewe kama shangazi yake aibu itakuta wewe. Inabidi ukae naye, uongee naye. Karibu mtege. Pata mambo vipi? Safi uko poa? Fresh kama kawaida? Kwema. Mkubwa nige miogo. Karibu. Kale kakeni kale. Ako shoga yangu. Kwa shoga yangu yule mtoto yule. Yaani yule mtoto muangalie kabisa maana wewe ndo kama umeachua familia. Yaani hapo napokuambia shoga yangu mtoto akiondoka asubuhi. Urudi ni jioni. Mtoto amekuwa wa moto kweli kweli. Lakini wewe ndo shangazi ya mtu yule. Wao wanakuangalia hao mkalishe chini. Bado mtoto mdogo yule. Yaani kwa kweli lazima alifanyia kazi. Inabidi nikae maana na kuongelesha wote. Haya mwanangu karibu tena. Maana shoga yangu jana yaani kila kona anazungumziwa yeye. Jamani. Sasa shoga yangu, wewe ndo mkubwa, ndo umeachiwa familia, yule mtoto kaa naye ongee naye. Mwenendo alikuwa nao sio mzuri. Wewe ni shoga yangu, mimi siwezi nikakuficha. Kila mali hivi mtaa wote. Nani asojua hapo kakeni? Nani asojua maovu anayoyafanya? Kila napo. Pesa hiyo. Karibu. Leo ndo nimebaki. Ndio yeye amebakia shoga yangu. Mwingine ndio kwanza anaanza kumienya. Lakini mbona ni nzuri hii shoga yangu. Za saizi. Salama. Ndio nimebaki. Mbona mizuri tu. Jamani. Ukaangi sasa hivi? Kwa sasa hivi bado mpaka nimenye kwanza. Nilikuwa nataka ya moto. Ni mizuri tu. Nikuwekea mingapi? Haya nifungie 3.
Munga hela. Mamiogo. Hela kwanza mbele. Ningekuja kukopa si ningekwambia nakopa. Pesa ndio kila kitu. Shoga yangu mbona hela kubwa hivyo? Basi nitakuletea mwenyewe. Shoga kwenye biashara hakuna ushuru. Natafuta tu change. Ngoja nitatafuta. Ngoja nije na kachumbari. Kuna pilipili ya. Pilipili sana. Kachumbari nimemaliza mboga yangu kabisa. Sisi basi mbona mimi naenda kununua mboga hiyo hela. Basi atakuletea. Shoga yangu basi kanunua niletee shilingi 100. Sasa ole wako ya 300 isije. Na kufuata huko. Naileta. Habari ndio hiyo nimemaliza. Baada ya nusu saa umeniletea hela yangu. Nipiki za kwangu na tembeza yangu. Unayafanya kama mwenyewe binafsi na utu uzima. Hebu subiri kwanza. Nipe shoga tena nini? Namuona bibi anatoka. Umesikia naye taarifa zake? Sijazisikia shoga. Wewe. Wacha wewe. Sijui. Juzi shogangu yule kafunga mtaa yeye na mume wake kulikuwa na mtiti sio wa kitoto. Kuna nini shoga yangu? Hebu nipe umbea kwanza. Wewe uko dunia ngapi? Sijui. Mtaa mzima wote unajua bibi kafunga mtaa na kwambia kelele zilikuwa sio za kitoto. Wapi hiyo? Nyumbani kwake. Shida nini? Mwanaume kamjia asubuhi. Siji kalala wapi huko. Huyo. Naimjua mimi. Shogangu yule mwanamke wenzetu lakini yule hamna kitu. Hivi hata kama ndio shogangu. Sawa? Kweli mwanaume kakosea karudi asubuhi nyumbani bila sababu. Lakini ndo uanze kumwanika nje. Nyumba zipo kwa ajili gani? Si unamuita chumbani mume wako mnaongea mnayamaliza lakini yule bibi yule yule hajafundwa. Nje hadharani kweupe kajaza mtaa. Kamwanika mume wake kamwacha uchi wa mnyama. Shoga yangu dada huyo naimjua. Huyo. Aliyefunga mtaa harusini mwake. Huyo shogangu na mashauzi yake yote kumbe yule mwanamke hajafundwa. Yule dada. Huyo mwingine au unamfananisha? Nimfananisha wapi? Yule mashauzi ya bure hamna kitu, acha niondoke shogangu baadaye. Shogangu hongera kwa ubuyo wewe. Nimelipata hilo. Vipi dada yako amesoma? Amesoma boss. Na sio kusoma tu. Yaani mpaka vitu vyake viko safi. Okay. Una uhakika unachozungumza? Sana. Na uhakika na hata utendaji wake wa kazi mwenyewe utakuja kuwa utafurahi. Yuko vizuri sana. Unajua kazi ya secretary ni ngumu sana. Istoshe yeye ndo anabeba majukumu ya ofisi. Na kamwambie hii kazi ni ya temporary tu. Mhusika mwenyewe amepata na matatizo, ametoka kidogo. Hivyo akirudi ataendelea na majukumu yake. Basi sawa, haina shida boss. Mimi kesho nitakuja naye. Pia nikuondoe wasiwasi. Yupo vizuri na pia asante atakuwa kwa muda mfupi na atakaofanya kazi hapa. Basi kesho unaweza kuja naye. Na utaki kazi yako. Basi mimi wale kaendelea kwa mkumu. Baada ya kazi wangu huko nje ukiwaacha tutasikia kapaki hapa pipi. Unajua anili wako. Shogangu kwanza pole. Pole ya nini tena shogangu? Nimeambiwa kwamba wewe umepigana na mume wako. Tena mchana kweupe jua linawaka. Mimi huyo? Wewe huyo. Shogangu hebu subiri kwanza. Nipe shoga tena nini? Namuona bibi anatoka. Umesikia naye taarifa zake? Sijazisikia shoga. Wewe uko dunia ngapi wewe? Haya, hizo taarifa umezitoa wapi?
Makubwa. Haya, nipigane na mume wangu kisa nini? Najua basi. Labda ndo niambie. Haya, hizo taarifa umezitoa wapi? Kwa yule mama yule pale muuza miogo. Siku ile umekuja pale kununua miogo umenikuta? Ile juzi. Ehe. Yule mama bwana ndo kanibwagia kila kitu shogangu. Niambia umepigana na mume wako mchana kweupe, yani mmejaza watu bala. Sasa mbona taarifa zenyewe kakupa nusu? Nusu tena? Maana kama ni ubuyu aje ukamilisha. Haya, tatizo lilikuwa nini ndugu yangu? Sijapigana hata na mume wangu. Tumezozana tu kurushiana maneno basi. Sababu? Sababu bwana yule alirudi asubuhi. Asubuhi? Asubuhi, mchana kweupe. Saa 5. Hata ingekuwa wewe shoga yangu naambia hapo ungefanya nini? Au kazi zilikuwa nyingi? Bora hata hizo kazi zingezidi, ningejua mume wangu kalala anatafuta pesa. Bwana yule alirudi ni msafi. Kama alivyoondoka. Hayumbi kusema amekesha baa amelewa. Mfukoni hana hata shilingi 10. Ngoja kwanza. Mzima kama mimi na wewe. Ngoja hapo kwenye baa. Hiyo siku ilikuwa siku gani? Wewe bwana, hiyo siku si ndio Jumapili? Jumapili nani Habiba alikuwa anamtoa mwanae beseni. Kweli. Kama ndo hiyo siku shogangu. Data zote ninazo. Upo? Kwanza una kifua? Kifua ninacho shogangu. Maana sije nikayamwaga hapa ukazimia, ukaniachia kesi. Sasa mbona unanitisha? Na kutisha huo ndo ukweli. Wewe niambie. Kuna kibinti fulani kinaitwa nani hapa mtaani kimesifika sana kwa tabia mbaya. Nani yule mtoto? Kendi. Bwana we nawe, yule mtoto babayo alikufa mwaka jana. Viko vibinti viwili, wana kaka yao mnene hivi. Yule kaka alopata ajali. Huyo. Sasa yule mdogo wake wa mwisho ndo anaitwa Kendi. Yule mtoto shogangu nimewakuta mwenyewe kwa macho yangu. Pale ile baa mpya ile inaitwa BMB. Walikuwa wamechafua meza balaa. Huo mkao sasa. Ungekuwepo na hisi ungezimia shogangu. Pata. Unataka kusema yule binti anatembea na Madiba? Habari ndio hiyo. Tena pigia mstari. Yule binti mbaya yule. Yule binti mbaya balaa. Madiba. Jamani, kile sikitoto kile. Haya shoga yangu, asante kwa taarifa. Mkoba. Haya, asante. Haya shoga yangu, pole. Kendi anajisikia Kendi anajisikia alfajiri Kendi anavaa nguo mfupi kama kawaida yote naendelea kusema yani mtu umenisema alafu ni mimi ninakula mimi yani nikafanya wewe unavaa yani mimi nakufanya wewe unalala najua shoga yangu yake baya wewe utachelewa sana kuoza ai sana ile banga lako lenye hela niliyotuonyesha siku hiyo bado ilikuwa hatari. Hivi ni check. Asa shoga yangu. Acha nimalizie kwanza. Tutaonana baadaye. Baadaye tukisema tunatoka. Basi kwa hiyo